abana bago nigo tukwerera tukweumia twebo ile chiguni Yesu tororere amabera amamochaito hatuatananire naye amasabaito abeire lyugibosiwao omwana Daudi tororera amabera Yesu twabere Samaria tani ngoro kwa de nompole Nyagoteta materane na bokwenda se YouTube channel yane indo sajide nompole amaterane na arororo nyasawe meganda tigago seseni mono asante sana radio yeto ya grupo radio asega sengi ya mawakora nyasawe meganda baseseni na ndaba ababeke mobe aroro asengi ncho yogo promote abateli nyasawe meganda bamona ino amen shalom shalom. Now introducing My Story, Story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye omwana wepegetutu Videlis Omingo Muchoge. Kila siku ya wiki, ndani ya Story Yangu. Kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi, hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu, ndani ya AGR FM. Now introducing My Story, Story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye omwana wepegetutu Videlis Omingo Muchoge. Kila siku ya wiki, ndani ya Story Yangu. Kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi, hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu, ndani ya AGR FM. Ninkikeragera otosiriebosa abana bago nigo tukwerera tukweumia twebo ile chiguni Yesu tororere amabera amamochaito hatuatananire naye amasabaito abeire lyugibosiwao omwana Daudi tororera amabera Yesu twabere Samaria tani ngoro kwa de nompole Nyagoteta materane na bokwenda se YouTube channel yane indo sajide nompole amaterane na arororo nyasawe meganda tigago seseni mono asante sana radio yeto ya grupo radio asega sengi ya mawakora nyasawe meganda baseseni na ndaba ababeke mobe aroro asengi ncho yogo promote abateli Kumancho matagarari Samaria tanguru kusaro nchangu igontagarate radio yeto station ekorukwa bagusi Global Radio asenge ncho yobo semia inde tonyaka batogo serio botaka seitogusi na inche kurwali kero kankuru kweli asmabiria ni gontagarate omugusi Global Radio na abagusi no mugusi tabauti akinero nche mononko jeroka abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyarane to serio botaka gusi yeito yali konyarikana gaki timotiga momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga ngontegerete abagusi Global Radio ncutwensiga iga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asoboamo ndorwara ndobwena kero kiombura twarwara kero kiomuna kera twensi tutochamo gaiga ase abagusi Global Radio ambia mono. Okay, matagarate abagusi Global Radio abantu baminto morwara corona nebo kara America inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise korwabu ntobwato morobo gosambo bokima nesuguma tori obokimekeni karibu. Emotegerete abagusi Global Radio all the way from Nyacheki. Thank you. Unasikiliza abagusi Global Radio.
Umwancho matagarari samarieta nguru kusaro nchangu igontegerete radio station ekorukwa bagusi Global Radio asenge ncho yobosemia inde tonyaka batogoserio butaka seitogusi na inche kurwali kero kanguru kweli Smaviria nigontegerete omugusi Global Radio na abagusi no mugusi etabauti gakinero nche mononko jeruka abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyana to serio butaka gusi yeito yali konyarekana gaki timotiga momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto igaiga ngontegerete abagusi Global Radio. Nchutwensi igaiga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asoboamo. Ndoruara ndobwena kero kiombura twaruara kero kiomuna kera. Twensi tutochamo igaiga ase abagusi Global Radio ambiamono. Okay, motegerete abagusi Global Radio abantu baminto murwara corona nebo kara America inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise korwabu ntobwato murubo gosambo bokima nesuguma torio bokimekeni karibu Emotegerete abagusi Global Radio all the way from Nyacheki. Thank you. Unasikiliza Abagusi Global Radio. Umwancho matagarari samarieta nguru kusaro nchangu igontegerete radio station ekorukwa bagusi Global Radio asenge ncho yobosemia inde tonyaka batogoserio butaka seitogusi na inche kurwali kero kanguru kweli Smaviria nigontegerete omugusi Global Radio na abagusi no mugusi etabauti gakinero nche mononko jeruka abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyana to serio butaka gusi yeito yali konyarekana gaki timotiga momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto igaiga ngontegerete abagusi Global Radio. Nchutwensi igaiga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asoboamo. Ndoruara ndobwena kero kiombura twaruara kero kiomuna kera. Twensi tutochamo igaiga ase abagusi Global Radio ambiamono. Okay, motegerete abagusi Global Radio abantu baminto murwara corona nebo kara America inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise korwabu ntobwato murubo gosambo bokima nesuguma torio bokimekeni karibu Emotegerete abagusi Global Radio all the way from Nyacheki. Thank you. Unasikiliza Abagusi Global Radio. Vasono mwanchomo tikerele na boigo yule ambaye anatusikiza kwa wakati kama huu na yule ambaye anatudisama kwa wakati kama huu. Ni wakati wa kukupasha yale ambayo yamejiri katika magazeti zetu ama yale ambayo yalikuwa yamenakiriwa ama kuchapishwa katika gazeti zetu. Kumbuka kwamba leo ninalo gazeti la Daily Nation. Ningeomba tu niweze kukujuza kwa sababu tumechelewa kidogo, ni kwa sababu zenye zingeweza kuebukika. Ningeomba tu niweze kukufahamisha yale ambayo yamepewa vipaumbele katika gazeti ama gazeti letu la Daily Nation, na baadhi ya zile habari ambazo zimepewa kipaumbele ni vile zifuatazo. Katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Taifa Leo wanasema kwamba kuna variant 3 ambazo zimeonekana huku Kenya za COVID-19, ikiwa ile ya Brazilian, ile ya India na moja nyingine. Anasema kwamba zishakuwa detected mjini Kenya. Na hiyo ni ukurasa wa 8 ambapo tutaangazia habari hiyo. Na katika ukurasa wa pili tutaangazia TSC. Kuna jambo ama kuna mambo humu ambayo yanazungumziwa kuhusu TSC, tume ya kuajiri walimu nchini ya TSC. Tutaenda kuangazia hayo. Na katika ukurasa huu pia wa mbele kuna taarifa ambayo inasema kwamba Uhuru sasa alisema wazi kwamba yeye ndiye
yeye ndiye mmoja wa wale ambao walikuwa wanatarajia kupeleka appeal katika koti kuu ili kubadilisha yale maamuzi ambayo yalipeanwa na majaji watano kuhusu kuzimwa kwa rege ama kuzimwa kwa COVID BBI. Na kuna zile baadhi ya taarifa ambazo zimepewa kipaumbele humu. Wanasema kwamba kuna taarifa ambayo tutaiangazia kidogo utamaduni katika ukurasa huu wa mbele. Hizo ni baadhi ya zile taarifa ambazo tutaangazia katika gazeti hili zima la Daily Nation. Pia kuna hii taarifa ambayo inasema kwamba Rais Uhuru Muigai Kenyatta aliwapa jukumu wanajeshi kusimamia kampuni ya KMC, na wanasema kwamba kampuni hiyo inaendelea kuiendesha kwa njia ambayo ni njema. Hayo ama hizo ni baadhi ya taarifa ambazo tunaenda kuangazia katika gazeti hili zima la Daily Nation. Nikiingia katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, wanasema kwamba wanawahimiza kwamba muishi tu kwa maisha yenu. Kuna wale ambao wanaiga maisha ya watu wengine, kuna wale ambao wanaishi wakitegemea watu wengine. Wanasema kwamba sometimes be yourself. Hayo ndio wanahimiza Wakenya katika ukurasa huu wa pili. Ukurasa wa tatu wanasema kwamba kuna huyu gavana wa Bungoma anaitwa kama Wangamati. Wanasema kwamba madiwani katika kaunti hiyo ama kutoka kaunti hiyo ya Bungoma wanasema kwamba wanataka kumtimua gavana huyu Wangamati kwa kusema kwamba anatuhuma za ufujaji wa mali ya umma. Wanasema kwamba pia gavana huyu Wycliffe Wangamati wanasema kwamba anahujumu wananchi katika kaunti ya Bungoma. Vilevile wanasema kwamba kuna fedha ambazo anazitumia vibaya katika kaunti hii ya Bungoma. Madiwani 44 kwa wale madiwani 63 wamesema kwamba gavana huyu Wycliffe Wangamati anafaa kutimuliwa ama kutolewa mamlakani kwa matumizi mabaya ya ofisi yake. Huo ni ukurasa wa tatu. Na katika ukurasa huu wa tatu kuna wanasema kwamba kuna huyu ni mama mwenye watoto ama mama watoto 6 ambaye alimkataa bwanake na kisha baadaye akafanya harusi na Roho Mtakatifu. Wanasema kwamba mother of 6 advise her husband Weds Holy Spirit. Sijui kwamba wanapata courage wapi. Huyu mama anajulikana kama Elizabeth Nalem, alifanya harusi na Roho Mtakatifu. Anasema kwamba alikuwa wamekorofishana kidogo na bwanake na akachukua watoto wake na wakafanya harusi na Roho Mtakatifu, Holy Spirit. The pastor who is a neighbor of the family plan funded kwamba kuna mhubiri fulani ambaye ni rafikie na ni jirani, yeye ndiye alikuwa mmoja wale ambao waliweza kufanya habla hii ya harusi na Roho Mtakatifu. Kwa ni ukurasa wa 2 na 3. Katika ukurasa huu wa 4 kuna taarifa ambayo imechapishwa humu pale ambapo wanasema kwamba Uhuru sasa amekuja bayana na amesema kwamba yeye ni mmoja wa wale ambao walitumana ama wale ambao walisema kwamba walituma maloya ama mawakili waende kutetea kesi dhidi ya kusimwa kwa BBI au rege. Aliyasema haya baada ya wananchi kumuuliza kwamba yeye msimamo wake ni upi. Sasa alisema kwamba bado wale ambao wanaaminia BBI ama Building Bridges Initiative ambayo ilizimwa na jopo la majaji watano limeelekezwa pale katika Court of Appeal, na alisema kwamba yeye ni mmoja wa wale ambao walituma mawakili kule. Huo ni ukurasa wa 4. Hiyo ndio habari ambayo imechapishwa huku. Katika ukurasa wa 5 wakisema kwamba kuna yule speaker Kenneth, anasema kwamba Kenneth Justin Muturi wanasema kwamba njia ambazo anatafuta ama njia ambazo anatumia kuwatawala watu kutoka eneo la Rift Valley au Mount Kenya
zi njia ambayo ni shwari. Anasema kwamba anafaa kutafuta njia ambayo ni njia mwafaka ili kuweza kuwa msemaji wa watu kutoka eneo hilo la Mlima Kenya. Ukurasa wa 5 huo, nikiingia katika ukurasa wa 6, wanasema kwamba viongozi mbalimbali kutoka mkoa wa Nyanza, kutoka eneo la Nyanza washajiandaa dhidi ya sherehe za madaraka ambazo zitakuwa Juni mosi wiki ijayo. Wanasema kwamba viongozi hawa washajiandaa, washatengeneza jukwaa hilo ili kuona kwamba sherehe hizo zinaweza kukamilika kwa njia ambayo ni shwari. Wanasema kwamba rais anatarajiwa kuongoza sherehe hizo ambazo zitakuwa katika kaunti ya Kisumu. Wanasema kwamba Anyang' Nyong'o ambaye ni gavana wa Kisumu anaendelea kutayarisha wananchi wa eneo hilo, huku akihimiza viongozi wengi waweze kuhudhuria hafla hiyo ambayo itakuwa wiki ijayo. Katika ukurasa wa 8 wanasema kwamba kuna virusi aina 3 ambavyo vimetua nchini. Aina moja ni ile ya India. Kuna variant moja ambayo ilishuhudiwa pale India ambayo ni hatari sana. Sasa wanasema kwamba Brazilian pia imefika nchini, na kuna moja ambayo pia imekuwa detected nchini Kenya. Sasa wanasema kwamba Wakenya wawe katika mstari wa mbele kufuata yale masharti na sheria zile ambazo zilipeanwa na Ministry of Health ama Wizara ya Afya, ili kuona kwamba tunapigana na ugonjwa huu wa COVID-19 kwa njia ambayo ni shwari, na pia kupunguza vivo na wale ambao wanapata ama wanaambukizwa ugonjwa huu wa COVID-19 kwa siku. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe anasema kwamba Wakenya lazima wawe katika mstari wa mbele kuweza kufuata yale masharti ambayo yamewekwa, kuvaa barakoa, kuosha mikono na kufuata yale yote ambayo yalipeanwa na wizara hiyo ya afya. Ukurasa wa 10 tunapata kuna taarifa huku ambayo inazungumzia wale lecturers, wale ambao ni walimu wa vyuo vikuu. Wanasema kwamba lazima wakae chini waweze kuelewana kuhusu IMF. Kuna lile swala ambalo lilikuwa linashughulikia shirika lile la kusimamia fedha duniani. Kuna zile fedha ambazo zilikuwa zimepeanwa. Sasa wanasema kwamba lazima wakae chini waweze kuelewana, si kudrag. Wanasema kwamba wataka kuwa dragged, lazima wakae chini ili waweze kuelewana. The end of teachers BEd degree course, ndio wanasema kwamba lectures oppose reform proposed by IMF. Kuna yale masharti ambayo yalipeanwa na tume hiyo ya IMF kuhusu jambo hilo linalowahusisha walimu wa vyuo vikuu. Kurasa wa 11 wanasema kwamba najua rais wa Jamhuri ya Kenya kwa amechukua wadhifa ama kampuni hii ambayo ni ya kutengeneza nyama ya KMC na kuipa Wizara ya Ulinzi iweze kusimamia kampuni hii ya KMC. Wanasema kwamba action ama jambo hilo ambalo Uhuru Muigai Kenyatta ambaye ni rais wa Kenya aliamua limeweza kusimamia kampuni hii ambayo inasimamiwa na KDF. Wanasema kwamba ishaanza kufanya vema yale ile benefit ambayo walikuwa wanapata, sasa ishaanza kuwa kubwa. Wanasema kwamba kampuni hii ishaendelea vyema, budget iko sawa, na pia wanasema kwamba kazi inaendelea vizuri kwa chini ya usimamizi wa Wizara ya Usalama. Katika ukurasa huu wa 11 pia wanamzungumzia Bashir Muhammad ambaye pia aliweza kutoweka na kisha baadaye mwili wake ukapatikana kama ameuawa. Huyo alikuwa mwanabiashara katika kaunti mbalimbali, akiwa mwanabiashara mkubwa katika kaunti ya Nairobi. Aliweza kuteswa kisha baadaye akaweza kuuawa. Hayo ndio yamenakiliwa katika ukurasa huu wa 11. Katika ukurasa wa 12 sioni taarifa
Katika ukurasa wa 14 kuna huyu Gakuyo anaitwa kama Mr. David Kariuki Ngare aka Gakuyo, anaweza kushtakiwa kwa tuhuma ya utumizi mbaya ama uchukuzi wa ardhi ambayo ilikuwa inagharimu milioni 135.47. Anaitwa kama Gakuyo. Mr. David Kariuki Ngare anasema kwamba kesi yake dhidi ya uchukuzi wa ardhi hii ambayo ilikuwa inagharimu milioni 135.47, wanasema kwamba kesi yake bado itaenda kusikizwa. Kurasa wa 15 sioni taarifa ya maana ambayo inaweza kutufaidi. Ukurasa huu wa 16 pia sioni taarifa katika ukurasa huu wa 17 pia. Katika ukurasa wa 18 wanatupa hadithi ambayo ni ya Horace Ngili Owiti ambaye aliweza kuuawa katika kaunti ya Siaya Town mwaka wa 1985. Ilikuwa May 27, 1985. Alikuwa game MP, anajulikana kama Horace Ngili Owiti. Aliweza kuuawa. Kuna wale ambao walikuwa washukiwa 8 ambao walishikwa na kisha baadaye hawakuweza kufungwa. Wanasema kwamba Horace Ngili Owiti alikuwa ni mbunge wa game ambaye alikuwa anafanya kazi safi. Wanasema kwamba aliweza kuuawa kwa tuhuma, shikwa, kateswa, kisha baadaye akauawa na mwili wake ukapatikana katika mtaa wa Siaya Town, kaunti ya Siaya. Ni hadithi ya leo. Huu ni ukurasa wa 18. Ukurasa wa 19 sioni taarifa. Ukurasa wa 22. Ukurasa wa 22 ni taarifa kutoka kaunti mbali. Wanasema kwamba kutoka kaunti ya Nairobi, wanasema kwamba NMS Director General Mohamed Badi anasema kwamba anazidi kuendeleza Nairobi Metropolitan kuona kwamba itakuwa safi, na pia anasema kwamba kuna wale ambao wamekuwa wakisema kwamba Nairobi County ni chafu, lakini shaanza mradi wa kuzoa taka yote katika jiji hilo la Nairobi. Katika kaunti ya Taita Taveta wanasema kwamba mahindi matani mingi siko Tanzania kwa boda baada ya aflatoxin kuwa tested kwa mahindi hiyo. Kwenye ukurasa wa 23 katika ukurasa huu wanasema kwamba wale wakulima wa majani chai wanasema kwamba washapata milioni 5 ili waweze kuugawa, kuona kwamba majani chai yanakuzwa kwa njia ambayo inavaa. Katika ukurasa wa 24 wanasema kwamba kuna wale wa ndani ambao walikuwa wanamsupport, walikuwa wanamuunga mkono aliyekuwa mgombea urais Bobi Wine wa Uganda. Anasema kwamba waliweza kushikwa, walikuwa wandani wengi waliweza kushikwa na kisha baadaye waliachiliwa hapo jana na dhamana ama kwa dhamana baada ya kushikwa na kukaa pale kisimbani kwa muda wa miezi 5. Anasema kwamba waliweza kuachiliwa huru. Katika Islamic State wanasema kwamba IDF militia kills 13 in Eastern DRC. Kuna watatu ambao waliuawa katika Islamic State. Katika ukurasa huu wa 24 wanasema kwamba aliyekuwa rais wa South Africa Jacob Zuma anasema kwamba yeye hana tuhuma. Walikuwa wamesema kwamba ana tuhuma ya ufisadi ama alikuwa ameshtakiwa kwa ufisadi, na anaambia koti kwamba yeye tu alikuwa anaongoza nchi kwa njia ambayo ni safi, na anahakika kwamba yeye hajafuja pesa zozote akiwa kama rais wa nchi hiyo ya South Africa.
Katika ukurasa huu wa 26 sioni taarifa. Ukurasa huu wa 30 pia sioni taarifa. Naona ni kama wanazungumzia biashara katika ukurasa wa 30. Wanasema kwamba kaunti mbalimbali sasa simo tayari kupokea fedha zaidi ili kuweza kuendelesha miradi katika kaunti hizo. Kumbuka kwamba kwa wakati huu kaunti mbalimbali bado hazijapokea zile fedha ambazo zinaendeleza maendeleo mbalimbali katika kaunti 47 nchini Kenya. Katika ukurasa huu wa niangazie nione kuna yapi yale. Katika ukurasa wa 31 sioni taarifa. Katika ukurasa wa 33 sioni taarifa pia. Katika ukurasa huu wa 37 wanasema kwamba ni round up. Katika kaunti ya Nakuru ndio anazungumziwa huku. Nilikuwa natafuta maoni ili niangazie maoni kidogo ya Wakenya kuhusu trends za wiki. Nikiangazia ukurasa huu wa nyuma, kuna yale ambayo yalikuwa makubaliano baina ya nchi ya Kenya na Saudi Arabia. Wanasema kwamba kuna makubaliano kwamba Kenya itakuwa ina supply nyama kwenda Saudi Arabia. Hiyo ndio habari ambayo naona imechapishwa huku nyuma. Kuna picha ya yule ambaye ni rais wa Saudi Arabia na pia rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, president. Kuna yule Minister of Foreign Affairs wa Saudi Arabia, Prince Faisal bin Faisal. Yeye ndio naona picha yake iko huku nyuma. Kuna sports wanasema kwamba nikiangazia sports kidogo ama nyanjani, wanasema kwamba Gor Mahia na Vihiga Leopards Summit against Mathare, kuna zile timu ambazo zinatarajiwa kucheza hivi karibuni, hizo zinaangaziwa katika ukurasa huu wa nyuma. Ingewania ni hayo tu ambayo yalikuwa yamechapishwa katika ukurasa huu ama gazeti hili zima la The Daily Nation. Ningeomba kwamba tukutane katika mpango mzima wa Serie A Botaka ambao utakaoanza mwendo wa saa 4 hadi saa 7. Uzidi kubarikiwa. Hii ni AGRFM Abagusi Global Radio. Henda pale upande wa YouTube, like, subscribe, na pia unaweza acha comment yako pale. Henda upande wa YouTube, like our page Abagusi Global Radio. Henda upande wa Google Play Store, download our radio app ili tuweze kuwa pamoja. La kwangu ni Fidel Omoshoge, hadi hapo wakati mwingine. Now introducing My Story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye omwana wepegetutu Videlis Omingo Mochoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story Yangu ndani ya AGR